Ndugu watazamaji wa Bicham Online TV, tutaendelea na hii hadithi kama tulivyoitafsiri, lakini kabla tujaenda mbele, insha Allah tutapata maani al-mufradati. Maani al-mufradati maana yake ni nini? Maani al-mufradati lughawi maana yake ni neno moja moja kilugha, ambayo maneno haya magumu ambayo kwa ndani ya hadithi hii. Kuna neno yujibuhu. Mtume wetu Muhammad sallam alikuwa ana tabia yujibuhu, alikuwa anapendelea. Sasa yujibuhu maana yake ni nini? Ni neno ambalo la Kiarabu min al-ijabi, yuqalu a'jabani hadha shay, jambo hili limenistaajabisha, nimelipenda, yani nimelipendelea, nilipenda kwa ndani, lihusnihi, kutokana na uzuri wake. Hiki kitu nimekipenda sana. Taajjaba Allah, Mwenyezi Mungu amependa, ametaajabu sana, kafurahi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taajjaba Allah, amependa kitendo hicho. Taajjaba Allahu ala tafi siraj, Mwenyezi Mungu amefurahi sana, amependelea sana kitendo chako cha kuzima taa. Kuna sahabi mmoja ambaye yeye alizima taa wakati mgeni anakula. Sasa alivyoenda msikitini kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia, akawa anacheka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomuona yule sahabi, akamwambia, ya Rasulullah, kwani unacheka? Mtume akamjibu, taajjaba Allahu ala tafi siraj, Mwenyezi Mungu amependa kitendo chako cha kuzima taa. Taajjaba yani bimaana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umemstaajabisha, yani kama vile umemsurprise, yani umemshangaza sana, ni jambo ambalo amelipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kijua kitendo chako cha kuzima taa. Kwa hiyo ajabani hadha shay, ili jambo nimelipenda mimi, lihusnihi, kutokana na uzuri wake. Sasa ajaba yau yujibuhu, alikuwa anapendelea sana, ni matendo ambayo akipenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atayammunu fi tanaulihi, alikuwa akipenda sana tabia hii, desturi hii ya wakati akivaa viatu vyake, watarajulihi, lakini mtume wetu Muhammad sallam alikuwa anapendelea sana wakati wa kuchana nywele, aanzie upande, anaanza akichukua kitana hivi, anaanza kuchana kwa upande wa nini, wa kulia, alafu ndo anakuja aidha katikati na kushoto hivi. Yani alikuwa anapenda hivyo kitu, akianzie wapi. Kwa hiyo ina maana kama miaka hii ingekuwa kuna saa pia, ina maana mimi mnavyofikiri saa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam angevaa mkono gani? Unaniona mimi? Allahu akbar. Hii ni sunna ya mtume wetu Muhammad. Hatujaambiwa na mtume lazima saa uvae kulia, hujaambiwa hivyo, sio lazima, umenielewa? Lakini hii hadithi ya leo ndio ilionifanya mimi nipendelee hata saa kupenda kuivaa mkono wa kulia. Umeona hivyo? Atanao, yani wanasema atayammunu. Rudieni, atayammunu. Atayammunu. Sawa yani bimaana atayammunu ni kuwa na tabia ya kutumia kulia. Mambo yote mazuri yaanzie wapi? Kulia. Sawa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa anakula chakula na mtoto. Wakati anakula chakula na mtoto, akamwona mtoto. Unajua mtoto anakuwa hajui utaratibu wa kula. Yeye akishaona chakula tu roho anaweza kuja anachukua kula na mikuku pale au nini, yani yeye kinachokuja tule, anaweza kuanza na mnofu ule uko juu pale, akachukua bunge la paja akaanza kula. Sawa mtoto. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya ghulam, akawa anamsema. Na hapa tujifunze kitu, wazazi wazoee au warudishe tabia ya kula na watoto, yani kukaa nao, kula nao karibu. Si vizuri watoto wanakula peke yao huko, kwa sababu wanaweza kuwa wanakula kama mbwa au kama nini. Sawa wanaweza kuwa wanakula ovyo ovyo tu, watoto hawajui taratibu hawajui adabu za kula. Sasa mtume anamfundisha mtoto, ya ghulam, akawa anamwangalia anavyokula mtoto ovyo ovyo tu. Unajua mtoto anaweza kula vyovyote tu, yani tuangalia na njaa, kwa hiyo anakula. Lakini aleje kiasi gani, achukue kiasi gani pale, anaweza kushikata hivi,
au mwingine hata kabeba hivi yani, au sio bwana? Sana kula anachukua hivi, sio kuweka mdomoni kula jamani, kwani mpaka ushike na mkono mmoja hivi? Kwa hiyo mtoto mpaka umfundishe. Basi akamwambia ya ghulam, samillah, wewe mtoto wewe, sema bismillah. Umeona anamfundisha wewe mtoto, hebu subiri, samillah, sema bismillah, wakul mimma yalik. Ukishasema bismillah, yule chakula lakini mbele yako. Nasikia adabu anamfundisha, wakul mimma yalik, samillah, sema bismillah wa ala barakatillah, si ndio Alafu wakul mimma yalik, lakini wakati unakula ule kistaarabu, sio unakuwa mroho bwana. Yaani hapa anamkataza kuwa mroho. Wakul mimma yalik, kula mbele yako, hata kama nyama nzuri iko kule kwa mwenzio usiichukue. Baki mitoto mingine bwana anakaa hivyo anaangalia paja liko wapi. Si umeona hiyo? Anacheki hivi nyama iko kule, anaenda kuichukua kule. Mtume akamwambia kul mimma yalik, kula mbele yako tu. Sawa Usile huko wala huko. Alafu anasema kul biyaminik, wa kul biyaminik, ndio neno lingine alimwambia, na pia ule kwa kutumia mkono wako wa kulia. Ya ghulam samillah wa kul mimma yalik wa kul biyaminik. Sawa Mtoto, sema bismillah, omba dua kabla ya kula. Sio unafika unakula tu bila dua. Umenielewa Wakul mimma yalik, na ukiwa unakula anamuelekeza namna ya adabu za chakula, namna ya kula. Kula sio kula tu. Kwa hiyo kumbe hata chakula mpaka elimu elimu. Sham Online TV. Elimu na nini? Na maarifa